Baada ya mtu kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, tulisema kwanza anapokea uzima wa milele ambao unaongozwa na Roho Mtakatifu na ufalme wa Mungu unakuwa ndani yake. Pia tukasema ya kwamba anazaliwa katika Roho kwa kuwa mtoto wa Mungu, na pia anapewa nafasi kuwa kuhani, tena anakuwa mfalme. Vile vile Biblia inasema kwamba baada ya mtu kuokoka anakuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yote ni mapya. Sasa katika eneo hili mimi binafsi ilinipa changamoto kidogo kupaelewa. Nikaanza kutafuta maana ya mtu kuwa kiumbe kipya, kwa sababu nilijiona kuwa kweli nimemwamini Kristo kwa Bwana na Mwokozi wangu, lakini mbona bado nawaza kama mtu yule wa zamani. Ilinipa wakati mgumu sana, lakini baada ya kuendelea kutafakari na kwenda kujifunza, nikagundua kweli neno kuwa kiumbe kipya ni kitu ambacho hakijawahi kuwepo. Kitu ambacho hakijawahi kuwepo. Kitu ambacho nilijiuliza mimi binafsi, kwa ina maana mimi sijawahi kuwepo? Biblia ndio inaniambia hivyo. Ni kweli. Ukimwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako unakuwa kiumbe kipya, yani kuna kitu kingine kipya kinazaliwa ndani yako ambacho haukuwa nacho. Sasa ukifuatilia katika maandiko utaona kwamba baada ya Mungu kumuumba mwanadamu Adam alikuwa ni mwili, lakini baada ya Mungu kupuliza pumzi yake akawa nafsi inayoishi. Kwa hiyo Adam akawa nafsi inayoishi pamoja na uzao wake. Sasa hiyo ilienda mpaka Yesu alipokuja duniani, akafa pale msalabani na akafufuka siku ya tatu. Na maandiko matakatifu yanasema hivi: wakati Yesu anasulubiwa pale msalabani, sisi wote tulikuwa ndani yake. Alipokufa na sisi tulikufa pamoja na yeye, na alipofufuka na sisi tulifufuka pamoja na yeye. Sasa hapo ukiangalia kuwa sisi kabla Yesu kufa tulikuwa tunaishi kama nafsi iliyo hai, lakini baada Yesu kufufuka tukapata maisha mengine ambayo yanaongozwa na Roho Mtakatifu ambaye ni roho itiai uzima. Kuna kuta hapo kuna transaction imebadilika, kuwa kabla Yesu kufa pale msalabani mwanadamu alikuwa ni nafsi inayoishi, lakini baada Yesu kufufuka akaleta maisha mapya, mwanadamu akawa anaongozwa na roho itiai uzima. Unaweza kuwa na tofauti hapo. Ndio maana Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yote ni mapya. Kwa hiyo mtu anapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, anapokea Roho Mtakatifu ambaye ndio anakuwa kiongozi, ndio anayetia uzima huo mwili wake na maisha yake. Kwa ndio maana tunasema amekuwa kiumbe kipya. Kwa sababu gani? Ile roho ya Mungu haikuwepo. Alikuwa anaongozwa na nafsi na ushi, kwa sasa hivi anaongozwa na roho itiao uzima. Kwa hiyo ni vitu vile tofauti. Ile ilikuwa ni nafsi, sasa hivi imekuwa nini? Imekuwa roho itiao uzima. Ukiangalia kwa makini, Adam wa kwanza Biblia inasema alikuwa ni nafsi inayoishi, narudia tena. Na Adam wa pili ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ndio ametupa uzima na sisi tumeunganikana na yeye. Yeye ni roho itiao uzima. Ndio maana anasema yeye babake ni mkulima, yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Sasa tukiangalia, ina maana sisi tunaishi kama matawi kwa kumtegemea Yesu, ambaye Yesu ndio roho itiayo uzima. Lakini kabla yake yeye kuja, sisi tulikuwa tuko connected na Adam. Ndio maana tulikuwa tunaitwa kwa jina la nafsi inayoishi. Kwa unaweza kuona utofauti. Biblia inaposema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, yeye aishi tena kama nafsi inayoishi, bali anaishi kama roho itiayo uzima, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anaishi ndani yetu. Hiyo ndio maana yake ya kuwa kiumbe kipya. Lakini baada ya kuelewa vile, lakini bado nikawa naona kuwa mawazo yangu yanawaza mambo ya nyuma. Ndio kitu kikaja tena kukumbuka kuwa kinachobadilika mtu anapokoka ni roho yake, lakini yale mawazo yanachukua muda kubadilika. Kumbuke mawazo ya watu yamewekwa kwenye kumbukumbu, ambao kwenye ubongo ni kama chombo ambacho kimejazwa vitu. Ina maana unahitaji kitu kimoja tu ili sasa kutoa hizo kumbukumbu na kuweka vitu vipya. Hicho kitu ni kusoma neno la Mungu. Zaidi ya kusoma ni kutafakari neno la Mungu. Kwa kadri unapotafakari neno la Mungu, ina maana unakuwa unajaza kwenye kumbukumbu zako neno la uzima. Na pia nikushauri kuwa katika sehemu ya kutafakari neno la Mungu, focus kutafakari injili ya Yesu Kristo ambayo ipo katika Agano Jipya. Ni muhimu sana, kwa sababu Agano Jipya ndio wokovu uko pale, lakini Agano la Kale ilikuwa ni kivuli tu cha Agano Jipya. Kwa hiyo anza kwanza kufocus kwenye Agano Jipya. Na muhimu sana zaidi ya kusoma, tafakari neno la Mungu. Na neno la Mungu kama nilivyosema ni injili ya Yesu Kristo. Tafakari neno la Mungu, kwa sababu hilo ndio litakusaidia wewe kumjua Yesu Kristo na kuweza kuishi maisha ya utukufu ambayo Kristo aliyazalisha kwa kufufuka kwake, au kwa kazi yake ya msalaba aliyoikamilisha. Ni muhimu sana ufocus pale, kwa sababu ukienda kutafakari Agano la Kale unaweza kujichanganya, kwa sababu Agano la Kale ni watu ambao walikuwa wanahangaika, walikuwa chini ya dhambi, kwa walikuwa wanahangaika kumtafuta Mungu. Kwa hiyo ukisoma kule unaweza kudhani hiyo ndio standard na ukakwama. Na ndio maana hata walikwama, walikuwa wanamsubiria Yesu Kristo aje awasaidie.
Kwa ndio maana anasema anza na agano jipya, kwa sababu ndio litakupa msingi wa kumfahamu Yesu Kristo na kuyafahamu maisha mapya ambayo Yesu Kristo alianzisha zaidi ya yale watu walioishi wale agano la kale. Kwa hiyo kama wewe ni muamini, kazi yako kubwa ni kusoma neno la Mungu ili uendelee kuisha kumbukumbu zako na uendelee kuishi kama kiumbe kipya.